Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Itambue uwepo wa kaka yetu Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Hadi Omar Kawambwa. Itambue uwepo wa kaka yangu mjanja wangu wa mjini Sheikh Muharram Mziwanda. Itambue uwepo wa diwani wa kata hii kaka yangu Masanga, na waomba mtosheke na itifaki hii ndogo niloitaja kwa sababu ya kuchunga muda. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, katika moja ya vitu ambavyo amevisisitiza ndani ya Qur'an ni namna gani Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja katika mambo yao. Sisi kama vijana tuna wajibu wa kulienzi hilo, kwa sababu ni maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala msifarikiane. Kwanza nimpongeze kaka yangu Masanga kwa kushirikiana na kaka yetu kipenzi Sheikh Walid na maimamu wa misikiti minane wa kata hii kuja na wazo zuri kama hili ya kufanya maulidi ya pamoja. Hii inaonyesha wazi kwamba wameielewa aya ya Mwenyezi Mungu iliyosema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala msifarikiane. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina, katika miongoni mwa mambo aliyoyafanya, akha baina almuhajirin wal ansar. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaunganisha udugu baina ya wale watu waliotoka Maka na wale waliohamia na wale waliokuwa na wale wenyeji katika mji wa Madina. Lengo la Mtume ilikuwa ni kutengeneza al-ittihad, umoja katika umma wa Kiislamu. Waislamu wakiwa wamoja wanaweza kupiga hatua ya kimaendeleo kwenye jambo la aina yoyote. Nchi ikiwa kitu kimoja inaweza kupiga hatua kwenye jambo la aina yoyote. Mafuhumu mukhalafa, kinyume chake ni kwamba Waislamu wakiwa lumwage, tumie kisaramu kidogo, Waislamu wakiwa wameachana, ni ngumu kuweza kupata maendeleo katika mambo yao. Nchi ikiwa haipo katika maelewano, ni ngumu nchi hiyo kuweza kupiga hatua za kimaendeleo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukio la kuwaunganisha Waislamu wa Makka na wa Madina, Mwenyezi Mungu analielezea ndani ya Qur'an. Ilifika kiwango wale wenyeji wa Madina walikuwa wapo tayari kuwapa ndugu zao waliotoka Makka vichache walivyokuwa navyo, hali ya kuwa wao wenyewe wakazi wa Madina walikuwa wanadhiki, lakini bado walikubali kugaiana kile kidogo na ndugu zao waliohama kutoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mwenyezi Mungu anaelezea, anasema waliwapenda ndugu zao waliotoka Makka kuhamia Madina, na wala hawakuona dhiki
kwa sababu ya ugeni walioupokea katika mji wa Madina. Japokuwa wenyewe walikuwa na dhiki, lakini bado walikubali kushare vile vichache kwa ndugu zao, kuonyesha upendo na mapenzi yaliyokuwa mazuri. Taifa likiwa pamoja, watu wanaweza kupiga maendeleo. Waislamu waliposhikana katika mji wa Madina, Uislamu ulipiga hatua ukafika mpaka maeneo ya Mbekenyela huko Uzaramuni. Uislamu uliweza kufika kwa sababu watu walitengenezewa umoja katika Uislamu. Taifa likiwa pamoja, watu wakiwa hawana marumbano ya kisiasa kwenye taifa, watu wakiwa hawana migongano ya kifikra katika taifa ya kuweza kuligawa taifa, ni rahisi taifa kuweza kupiga hatua za kimaendeleo. Niwapeni mfano mmoja mzuri sana, nikae chini. 1994 katika nchi ya Afrika ya Kusini kulipatikana kitu kinaitwa reconciliation, maridhiano katika nchi ya Afrika ya Kusini. Zamani kulikuwa na sheria kandamizi, ilikuwa inaitwa apartheid, iliyokuwa inawatenganisha baina ya watu weusi na watu weupe. Uzuri Afrika ya Kusini nimefika, kuna maeneo yanaitwa Port Elizabeth, walikuwa wanakaa watu weupe, watu weusi walikuwa hawaruhusiwi kufika maeneo hayo. Sheria maalum ilitungwa. Kuna mahala Afrika ya Kusini panaitwa Western Cape, walikuwa wanakaa makaburu, watu weusi walikuwa hawaruhusiwi kwenda katika maeneo hayo. Kuna maeneo Afrika ya Kusini panaitwa East London, walikuwa wanakaa watu weupe, sheria maalum ikatungwa, watu weusi walikuwa hawaruhusiwi kwenda maeneo hayo. Bali ilifika kiwango gari wanalopanda makaburu, Wakosa, Wazulu, Waswana walikuwa hawaruhusiwi kupanda gari hilo kwa sababu walikuwa ni watu weusi. Mandela alikaa jela miaka 27, lakini akaja kufanikiwa kuikomboa Afrika ya Kusini. Siku aliyokuja kuikomboa Afrika ya Kusini, walikaa chini wakatengeneza reconciliation, maridhiano ya kweli. Ili taifa liweze kwenda mbele, lazima watu waweze kuridhiana, wakae chini waweze kulijenga taifa lao. Hapakuwa na al-intiqamu, kulikuwa hakuna visasi tena, fulani alifanya nini, fulani alifanya nini, hasha wakalla. Bali wa Afrika ya Kusini walitengeneza reconciliation, maridhiano ya kweli, taifa liweze kwenda mbele. Ujumbe wangu, taifa linahitaji maridhiano. Tumpe comfort kiongozi wa nchi afanye kazi ya kuiongoza nchi. Mwenyezi Mungu anasema afallahu amma salaf, yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Tafsiri hivyo, Mwenyezi Mungu anasamehe yale yaliyopita. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yule ambaye atakayesamehe na akafuta kabisa yale yaliyopita, ujira wake upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuhitaji kuwekeana visasi. Kuna baadhi ya mambo tukiyaendeleza katika nchi yetu, tukiwa na migongano wenyewe kwa wenyewe, tunapoteza fursa za kukaribisha wawekezaji katika nchi. Niwapeni mfano. Mwekezaji akiwa anakuja Tanzania, kabla haja invest pesa yake ya billions of dollars, jambo la kwanza analotazama ni political stability. Kisiasa, hii nchi ipoje? Kuna utulivu wa kisiasa? Ikiwa watu wamekaa mara maandamano tarehe 7, mara maandamano tarehe 8, mara siyo kuna hili, mara ile hatutaki, mwekezaji anatoka na wengine wanatoa mitaji yao, wanakwenda invest katika nchi ambazo zina political stability katika nchi zao. Tumpeni comfort kiongozi wa nchi, tuungane kwa pamoja. Hatuhitaji kutengeneza marumbano ya kidini katika nchi, hatuhitaji kutengeneza malumbano ya kisiasa katika nchi. Wakati huu nchi inahitaji kuwa mahala pamoja, tusahau yaliyopita, tuweze kuganga yajayo.
kila mmoja akianza kukumbusha yaliyopita. Waislamu wanayakwao walioyapitia katika nchi hii, na wengine nao wasiokuwa na dini wanayakwao. Kila mmoja akilileta lake mezani, nchi itakuwa haiwezi kwenda. Tumpeni comfort kiongozi wa nchi, tukaeni chini, tufanye maridhiano ya kweli. Tusikubali kugaiana hii nchi kwa vipande vya udini au ukabila au kwa interest za kisiasa. Hasha wakalla. Nilitoa mfano juzi msikitini Mtambani. Mimi, kaka zangu ni Wakristo, dada zangu ni Wakristo, mama yangu alikuwa ni Mkristo. Unawezaje kunigawa na ndugu zangu katika mambo ya kidini? Unawezaje? Baba yangu alikuwa kafu, sijui nani alikuwa chama fulani. Unawezaje kutugawa katika mifumo kama hiyo katika nchi? Ndugu zangu, tukubali kutengeneza maridhiano ya kweli, na ndio maana Mtume alikubali kuingia mikataba migumu. Sulhu Hudaybiyah ukiisoma, mikataba migumu kwa lengo la kuleta maridhiano ili watu waweze kupiga hatua za kimaendeleo. Leo tuna refinery Tanga imepatikana, mwekezaji ka invest trillions of money, billions of dollars. Nchi isipokuwa na utulivu ni ngumu kuweza kupiga hatua za kimaendeleo. Leo wakazi wa Mbagara na kwa Sheikh Mziwanda wanapanda magari yana AC ndani. Sisi tunaokaa Tegeta huko Mbekenyera hatuna magari yenye AC. Bila ya nchi kuwa na utulivu, maendeleo haya hayawezi kupatikana. Wa ilahuna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Sheikh Shaban Pembe, Mwenyezi Mungu akupe kila la kheri.